Shalom, karibu tujifunze hekima hizi za muhimu sana. Hekima za muhimu kuhusiana na maisha. Hizi ni hekima ambazo zitaleta nuru, zitaleta mwanga na zitaleta uhai na kuuishwa tena kwa maisha yako. Inaweza kuwa umekata tamaa, lakini Mungu anapoachilia hekima ni kwa sababu ya kutuinua tena, kwa sababu ya kutusimamisha, kwa sababu ya kutupa hatua na kutuingiza kwenye viwango vipya. Leo ninatamani tuangalie kuhusiana na maisha yanahitaji nini. Maisha yanahitaji nini? Au ni vitu gani vinavyohitajika kwenye maisha yetu ili maisha yetu yapate kuenda sawasawa. Kwa sababu chochote kile ambacho kinahitajika kwa sababu ya kuleta mambo tofauti tofauti. Kwa mfano, mpishi kwenye chakula anahitaji baadhi ya viungo ili chakula kiweze kuwa na ladha. Anahitaji baadhi ya viungo ili chakula kiweze kuwa kwenye muonekano mzuri. Kwa hiyo vivyo ilivyo kwamba kwenye maisha kuna vitu vinavyokosekana. Moja ya kitu tunachokuwa tumekikosa, kwanza tutakosa ladha ya maisha, lakini cha pili tutakosa thamani na vile vile tutakosa muonekano mzuri wa maisha yetu. Lakini tunapokuwa tumevipata hivyo vitu au hayo mahitaji ya muhimu, yanakuwa na nafasi kubwa sana, kwanza ya kuweza kuleta ladha, lakini vile vile ya kuweza kuleta utambulisho na kuweza kuleta uhalisia wa mambo mengi sana. Kabla sijaendelea, nataka nikudokeze kitu kimoja cha muhimu sana. Kwenye mambo haya ambayo maisha yanahitaji, moja ya kitu ambacho unapaswa kukifahamu sana kama mtoto wa Mungu, katika mambo haya ambayo maisha yanahitaji, hivi vitu vikishakuwepo kwenye maisha, ni aina ya vitu ambavyo vinaleta muonekano halisi wa maisha, lakini mbili, vinaleta utambulisho mzuri, lakini namba tatu, vinaleta uhalisia. Hatuwezi kuwa na uhalisia wa maisha kama tutaweza kupuuza hivi vitu vya muhimu sana. Sasa jambo la kwanza la muhimu, maisha yanahitaji nini? Maisha yanahitaji Mungu. Maisha yanahitaji Mungu. Kuishi kwetu duniani, moja ya kitu ambacho kinahitajika kama hitaji kubwa sana ni kuwa na Mungu kwenye maisha yako. Na unaweza ukajiuliza sasa, je, kuwa na Mungu huku kunaweza kukasaidia nini? Mojawapo, hakuna maisha kama hakuna Mungu. Maisha yanaanza kuwa na thamani kama Mungu atakuwa kwenye maisha yako. Jambo la kwanza, kwa nini maisha yanahitaji Mungu? Maisha yanahitaji Mungu kwa sababu Mungu ni mwanzo na ni mwisho. Mungu ni Alfa na ni Omega. Mungu anaanza na anamaliza. Kwa hiyo ili tuweze kuwa na uhakika wa maisha yetu, kuweza kuanza chochote na kuweza kukamilisha chochote, lazima hatutapuuza kanuni ya kuwa na mwanzishaji na kuwa na mtimilizaji. Wafilipi sura ile ya kwanza mstari wa 6, maandiko yanasema, niaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ndiye atakayetimiliza. Kwa hiyo Mungu ndo anaanza na Mungu ndo anakamilisha. Wa kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa 8, maandiko anasema yeye ni Alfa na Omega, Mungu aliyekuwako, atakayekuwako na aliyeko. Kwa hiyo maana yake tunapokuwa na Mungu kwenye maisha yetu, tuna uhakika wa kuanza, tuna uhakika wa kumaliza. Tunapokuwa na Mungu tuna uhakika na tunachokianza si tu tutaanza na kumaliza, tutaanza na tutaweza kumaliza kwa ushindi. Lakini jambo la pili, kwa nini maisha yanahitaji Mungu? Maisha yanahitaji Mungu kwa sababu kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Tunakuwa tunamhitaji Mungu kwa sababu kama hatutakuwa na Mungu, kuna mambo kwenye maisha yetu hayatawezekana. Lakini kwa sababu tutakuwa na Mungu, mambo yote yanawezekana. Yale yanayoonekana yawezekani kwenye uwezo wa kibinadamu, kwa Mungu hata hayo yanawezekana. Lakini jambo namba tatu, kwa nini unamhitaji Mungu? Unamhitaji Mungu kwa sababu Mungu ni Mungu wa mambo makubwa. Mungu ni Mungu wa mambo makubwa. Maana yake Mungu ni Mungu wa mambo magumu, makubwa na yasiyowezekana. Kwa hiyo kwa sababu Mungu yupo, hakuna chochote, hakuna mlima, hakuna bonde, wala hakuna jangwa litakalokuwa mbele yako. Anasema kwenye Yeremia 33 mstari wa 3, niite nami nitakuitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa sababu Mungu amekuwa kwenye maisha yetu, hakuna chochote kitakachokuwa kigumu, hakuna chochote kitakachoacha kufanikiwa. Mambo yote yatafanikiwa kwa sababu Mungu amesimama pamoja nasi. Lakini unaweza ukajiuliza sasa, je, ninamhitaji Mungu kwa ajili ya nini? Namba 4, tunamhitaji Mungu kwenye maisha yetu kwa sababu Mungu ni msaada wetu wa haraka.
Mungu ni msaada wetu wa haraka. Kuna vitu ambavyo tunaweza kuwa tunavihitaji kwa haraka, lakini vinaweza vikawepo kwa haraka kama Mungu atakuwepo kwenye maisha yetu. Kuna vitu vinachelewa kuja kwenye maisha yetu kwa sababu Mungu amekuwa mbali nasi. Kitabu kile cha Zaburi sura ile 46 mstari wa kwanza anasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na ni nguvu na ni msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Tunapokuwa kwenye shida, sehemu ya kwanza kabisa au eneo la kwanza kabisa ambalo linaanza kuona kwamba tunahitaji kusaidiwa sio wazazi wetu, sio wake zetu, sio waume zetu, sio ndugu zetu, sio wakina nani. Msaada wa kwanza ni Mungu. Kwa hiyo tunamhitaji Mungu kwenye maisha ili tuweze kufanya vizuri. Hatuwezi kufanya vizuri kwenye maisha kama hatutakuwa na Mungu. Hatuwezi kufanya vizuri kama tutakuwa wenyewe. Tutafanya vizuri kwa sababu ya kuwa na Mungu. Danieli 11 mstari wa 32, maandiko yanasema, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kufanya mambo makubwa. Kanuni ya mambo makubwa kwenye maisha inahitaji Mungu. Kanuni ya kufanya vizuri kwenye maisha inahitaji Mungu. Tunamhitaji Mungu kwenye hatua zetu, tunahitaji Mungu kwenye hatua zetu, tunahitaji Mungu kwenye kila eneo la maisha yetu. Mungu akubariki sana. Neema ya Mungu iko pamoja na wewe, na kama bado hujafanya maamuzi ya kuwa na Mungu kwenye maisha yako, hii ni nafasi ya muhimu sana. Na tunakuwaje na Mungu? Naweza kujiuliza, moja ya msingi wa muhimu, tunakuwa na Mungu kwa kumwamini na kumkubali Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Nafasi ya kumkubali Bwana Yesu ni nafasi ya kumuingiza Mungu kwenye maisha yetu. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 18 anasema, naye alitupatanisha. Kwa hiyo Kristo amekuja kama kipatanisho cha kwetu sisi na Mungu. Unawezaje ukajiuliza, nitampataje Mungu? Muamini na umkubali Bwana Yesu leo. Atakapoingia kwenye maisha yako, ni Mungu ameingia kuhusika na maisha yako. Mungu akubariki sana, nikutakie neema ya Mungu. Amen.